Leo tuanze kujifunza elimu ya namba ambayo inaitwa numerology, na leo tutaanza na namba moja. Namba moja kwenye numerology ni watu aina gani na wamebeba vibration gani au nguvu gani? Kwanza, namba moja ni kwa watu wenye life path namba moja, na pia wale watu waliozaliwa tarehe moja, tarehe 10, tarehe 19 na tarehe 28. Sasa mtu anaweza kuniuliza, daktari, kwa nini mtu aliyezaliwa tarehe 10, 19 na 28 bado ni moja? Kwa sababu katika numerology tupo na namba 9 peke yake. Hivyo namba ikiwa zaidi ya 9 hupunguzwa kuwa namba moja. Mtu aliyezaliwa tarehe 10 tunapoivunja 1 ongeza 0 tunabaki na 1. Mtu aliyezaliwa tarehe 19 tunapoivunja 1 ongeza 9 tunapata 10, na bado tukivunja tena tunapata 1. Na mtu aliyezaliwa tarehe 28 tunapoivunja tunapata 2 ongeza 8 10, na kuivunja zaidi maana hakuna namba 10 tunapata na 1. Sasa je, wale watu waliozaliwa ndani ya moja kwenye life path number inakuwaje? Sasa life path number inatafutwa kwa kuchukua tarehe ya kuzaliwa uongeze na mwezi wa kuzaliwa, alafu pia na mwaka wa kuzaliwa. Ukijua tarehe ya kuzaliwa unaiongeza na mwezi wa kuzaliwa, alafu na mwaka wako wa kuzaliwa, ndio upate jibu la life path namba yako. Lakini kwa life path number huwa kuna namba ambazo ni zaidi ya zile 9, kwa sababu tumesema numerology kuna namba ambazo, yani numerology ni 1 mpaka 9, hakuna 10, hakuna 11, lakini life path iko na namba tofauti, kwa sababu unapopata namba, unapojumlisha zile tarakimu zote za tarehe, mwezi na mwaka wako wa kuzaliwa, halafu upate kuna namba ambazo zinakuwa na utofauti kama namba 11, 22 au 33. Katika numerology hizi tunaziita master namba na huwa hazipunguzwi kwenda chini zaidi. Kwa hivyo ukipata life path namba kama pengine 11, hautasema ni 2, itabaki kuwa 11. Ukipata life path 22, hautasema ni 4, itabaki kuwa 22. Ukipata life path namba 33, hautasema ni 6, itabaki kuwa 33. Hizi zote zinatengeza master namba. Kwa hiyo kama umefanya kutafuta life path namba yako ukapata 1, ama kama wewe umezaliwa tarehe 1 au tarehe 10 au tarehe 19, basi wewe uko na namba 1, na somo letu la leo ni kuhusu watu wenye namba 1. Usisahau kulike na kusubscribe katika YouTube channel yangu ili uweze kuelewa mafunzo ya numerology, mafunzo ya astrology, uweze kusoma daily horoscope na kuweza kujua pia nishati na kuzunguka kupitia tarot reading. Kwa hivyo namba 1 kwenye numerology ni namba ambayo ni ya uongozi. Na ni leo nitakwambia ni vitu gani mtu ambaye yuko na namba 1 anaruhusiwa kufanya ili maisha yake yawe bora zaidi. Watu wengi hufikiria kwa kuwa umezaliwa tarehe 1, tarehe 10, tarehe 19, tarehe 28 hauruhusiwi kufanya vitu vingi, lakini ni uongo, kwa sababu mtu aliyezaliwa na namba 1 ni mtu ambaye anaweza kuanzisha biashara mpya, ni mtu ambaye anaweza kuomba kazi na akapata, ni mtu ambaye anaweza kuanza mradi wake mwenyewe, ni mtu ambaye anaweza kusaini mipango muhimu sana, ni mtu ambaye anaweza kuweka malengo yake mapya, ni mtu ambaye anaweza kufanya maamuzi ambayo amekuwa akiahirisha. Wakati akitaka kuchukua hatua anaweza kuenda mbele sana bila kuogopa. Kwa sababu gani? Namba 1 ni namba ya uongozi, ni namba inayohusishwa na leadership, ni vibration ya mtu ambaye anapenda kuongoza, ni vibration ambayo inabeba mtu anapenda kutafuta suluhisho na kutengeneza njia badala ya kusubiri watu wengine kufanya. Lakini hii vibration ina upande wake wa tahadhari. Kumbuka katika masomo ya kiroho yako na weakness na strength zake. Sasa kwa mujibu, hii namba 1 inaweza kukufanya uwe na uongeze ule msukumo wa kupenda kujitetea, ama pia unaweza kutaka mambo yaende kwa namna yako vile unavyoyataka wewe.
Hivyo mtu mwenye namba moja, kando na kuwa yeye ni mtu ambaye anaweza anza miradi yake, ni kiongozi, anaweza weka mikataba yake, anaweza anza vitu vyake anavyovipenda, lakini pia ni watu wenye hasira sana, ni watu ambao wanapenda mabishano. Ni watu ambao wanapenda kufanya maamuzi ya haraka kwa sababu wanasikiliza hisia zao. Kwa hivyo ukijua kuhusu energy ya namba moja vizuri, itaweza kukusaidia kupanga mambo mapya kwa ujasiri, huku ukijua mimi niko na weakness ya kuwa naweza fanya vitu kwa haraka na visinipatie majibu. Hii pia inakusaidia kuwa wewe unaweza kujenga kujiamini, kwa sababu uko na ile nguvu ya uongozi ndani yako, na hii itakusaidia wewe kuweza kujiweka kwenye nafasi ya mafanikio. Kwa hivyo namba moja, unaweza kufanya kazi popote, unaweza kuomba kwa sababu uko na ile leadership ndani yako, unaweza kuwa kiongozi, unaweza anza miradi, unaweza anza vitu vikubwa sana. Lakini kumbuka kuna nishati ndani yako ambayo pia inakufanya wewe ufanye bila kufikiria, ikupeleke wewe ufanye mambo kwa maamuzi yako mwenyewe bila kusikiza watu. Hivyo ukijua kuhusu nishati inayozunguka namba yako, siku zote hutakubali hasira au nishati ya kukufanya uanguke uende kuanguka. Hiyo ni namba moja kwa leo. Usisahau kusubscribe, like and comment and share kwa wengine ili waweze kujifunza.